Mr. Nahisi hapo unanisikia vizuri. Okay. Sasa nimewasiliana na Mr. John, amesema ratiba zake zimekaa vibaya leo. Maanake pia nimemshtukiza, nimebadilisha ratiba. Kukasema nimrekodie session afu nitamtumia. Unaona? Sasa nataka niongelee kifupi leo kuhusu issue ya trading session. Unaona, maanake nimeona pia ni kitu ambacho kina nani? Bado hujakimaster vizuri, au maanake yani bado hujakijua na unakihitaji. Unaona, nitaongelea kwa kifupi sana kutokana pia na muda. Kuna sehemu hapa nataka nienda, pia kuna hapa nilipo sio nipo mtaani ya kujatulia. So trading session ni kitu gani? Sasa trading session tunaongelea sana sana ni zile active hours ambazo naweza nikasema ni zile active business session au zile active business hours ambazo unakuta market inakuwa na volume kubwa ya traders au kunakuwa na order nyingi sokoni. Sana sana tutaongelea orders, tuongelea sana sana institution orders zinapokuwa sokoni. Manake tunavyoona kuna institution orders, ndio tunasema kwamba session hiyo ipo active. Manake huwa tunaamini kwamba sisi sana sana sisi huwa tuna trade kwa kufuata hawa institution ambavyo wanafanya. Manake tunasubiria kama wa jamaa kama wakibai, basi na sisi tuungane nao tufanye na sisi nao tubai. Lakini hawa jamaa mara nyingi sana huwa wana trade against retailers. Kwa sababu gani? Niwaambia issue moja ya liquidities, kwamba hawa watu ili waweze kufungua position zao, kama wanataka kuplace position ya buy ya bilioni 3, lazima sokoni kuwe na position za sell pia za bilioni 3, ili hizi buy zao ziweze kuwa absorbed na hizi selling orders. Zikisha kuwa absorbed, sasa ndipo wanakuja kuplace zile aggressive orders. Zile aggressive orders ndo zinaamua kwamba market ina move direction gani. Maana tunaangalia ile level of aggression, ndo price inafanya ina move. Kwa hiyo sisi wote tunasubiria hizi process zote zitokee. Zikishatokea ndo tunaungana nao. Baada ya hawa institution ku review their direction, sisi tunafanya kujoin the trend. Sasa kwenye kujoin the trend, kosa lazima pia tujue kitu kimoja kuhusu trading session. Ni muda gani hao jamaa wanaingia sokoni, na tunaona vipi na tunajua vipi? Unaona? Sasa kwa kifupi tu mimi nitaongelea kwamba trading session mimi nimezikategorize kwenye, zipo nyingi, lakini nitaongelea sana sana session ambazo ni 3 tu, ambazo huwa pia zinatufavor sisi watu wa Tanzania, East Africa kwa ujumla, kutokana na mida yetu na masaa yetu ambayo tunakuwa active. Sana sana mimi nitaongelea session ya kwanza nitaongelea hapa, naita kama Asian session. Alafu ya pili nitaongelea hapa inaitwa London session. Ya mwisho itakuwa ni New York session. Sasa kila session hapa inakuwa na sifa zake na muda wake wa kuwa active. Maana sisi tunataka muda ambao soko lipo active ndo tu participate. Uwezi kwenda Kariakoo Jumapili ukategemea ufanye biashara vizuri, kwa sababu hiyo siku hakunaga trader, yani hakunaga wafanya biashara wengi sokoni. So nategemea niende hizo Jumatatu, Jumanne, nakuta kuna yani soko lipo active, kuna participant wengi sokoni. Kwa sababu pale inawezekana kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya biashara. So ninapoongelea Asian session naongelea sana sana hii hapa ni yale masaa. Kuna masaa ambayo huwa inafungua na kuclose, lakini mimi nitaongelea sana sana masaa ambayo huwa kila session inakuwa active sana. Hapa kwenye masaa kila mtu ana masaa yake kutokana na experience ambayo kaipata. Lakini mimi huwa nasema kwamba kwenye kesi ya Asian huwa inaanza saa ngapi? Saa 9 alfajiri, ile saa 9 usiku niseme. Huwa inaenda mpaka saa ngapi? Mpaka saa 2:30 asubuhi. Hiyo ni Asian. Lakini London huwa inaanza saa 4:30. Unaona? Inaenda mpaka saa ngapi? Mpaka saa 12:30 jioni sana hiyo. Lakini hapa katikati huwa tunakuaga na New York session. Yenyewe sana sana huwa
huwa inaamkaga saa 10 kamili, lakini sana sana inakuwa active saa 10 na ngapi? Saa 10 na nusu. Inaenda mpaka saa ngapi? Mpaka saa 4 huko na nusu ndio inakuwa active kwenye hizi mida hizi. Unaona? Unaweza wengine wanazingatia kuanzia saa 7 saa 9, lakini ni muda tu ambao unakuta kila mtu ana perspective zake na nini, lakini mimi naangalia sana sana hizi ndio mida ambazo nakuta masoko yapo active. Kumbe basi nasema nini? Nasema kwenye kila session kuna sifa zake. Sana sana tukiongelea Asian huwa inakuwa na sifa ya kufanya ni ya kufanya consolidation, au huwa inatengeneza liquidities, buy side liquidity na sell side liquidity kwenye pande zote mbili, juu na chini. Sana sana hii huwa haina volume kubwa sana ya traders, pia orders huwa ni za kawaida. Sasa hii hapa ikifanya consolidation, manake unakuta sisi huku ni usiku, unakuta tumelala. Ukija kuamka asubuhi utakuta soko linafanya kama consolidation fulani, si ndio? Then after ikiisha hii inakuja kufunguka nini? London session. London session huwa ina sifa ya kufanyaje? Kama hii hapa imeconsolidate, huwa ina sifa ya kwenda kufanya manipulation kwenye one side. Inatoa liquidity one side, then ina hunting the other side huko chini. Ikishatoka hii hapa inaingia New York session. Hii hapa ina sifa ya kufanya reversal. Mara nyingi sana huwa inafanya reversal kuja kuanti hii high ya London. Sasa mostly na ndio maana hii hapa hii London huwa tunaitaga na London push. Alafu New York tunaitaga ni New York reversal, kwa sababu mara nyingi sana huwa inafanya reversal, yani ni reversal ya London. Sasa hapa kuna scenario nyingi, sio lazima tu zitakuwa hivi. Kuna scenario nyingi nitakuelekeza jinsi gani zina behave, alafu nitakuonyesha kwenye daily charts zinakuwa vipi. Sasa tunapoongelea trading volume, tunaongelea maana yake tunataka tuone buyers na sellers wengi sokoni, au tuone orders nyingi sokoni, ndipo tuweze kuparticipate. Kumbe basi kama kuna active na nani active hapa, maana utakuta kwamba hizi sessions zinapokuwa active kuna pair ambazo pia zinakuwa zina movement kwa wakati huo na zingine zinakuwa hazina movement. Nikisema kitu gani? Nikiongelea hapa sana naongelea kwenye kesi ya pair selection. Maana yake ninavyoongelea kwenye kesi ya Asian na London na New York. Hapa ninapogusa sehemu ya Asian, maana yake naongelea pair sana sana zinazokuwa based kwenye Asian, JPY, naongelea Audi, naongelea NZD. Hizi ndio pair za nini? Hizi ndio pair za Asian. Ninavyoongelea kwenye kesi ya London naongelea GBP mwenyewe, alafu naongelea Euro, alafu naongelea pia nani? Naongelea pia Chief. Ninavyoongelea New York naongelea sana sana dola, naongelea GBP. Hapo utamkuta pia Euro yupo, utamkuta kadi, na pia utamkuta nani? Utamkuta pia Chief. Sana sana tu hizi major currencies tunazoziongelea sana sana, unaona? Sasa hizi ndio pair za kwenye session husika. Kwa hiyo nategemea kitu gani? Kama ukiamka, kama una trade kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 2:30, unaweza kufocus na kutrade hizi pair za nini? Za Asian. Ninavyo trade kuanzia saa 4 nitafocus na nini? Na hizi hapa. Lakini hapa katikati pia kwenye New York na London huwa kuna muda huwa zina overlap. Maana yake tumeona hii hapa inaenda mpaka saa 12 jioni, lakini hii pia inaanza saa 10:30. Utakuta hapa katikati zina overlap, na hapa ndio tunapata movement kubwa sana kati ya London na New York overlap. Kosa kwenye kuchagua pair utaangalia mazingira yako yanakuruhusu vipi kutokana na volume na nini na pair unazo trade. Sasa kuepusha kupoteza time, nitakuelekeza tu some features za hizi. So hapo ukiangalia kwa mfano hapa, kama nataka kutrade, kwa sababu mimi sitaki, kwa mfano unaamka asubuhi tuseme kama saa 2, alafu unakuta una trade Euro USD, inakuwa sio sahihi. Kwa sababu gani? Hizi pair zote unakuta hazipo active kwa wakati huo. Maana hizi za London, za New York, yani unakuta afu unatrade kwenye Asia, unakuta upati volume nzuri. Pair mara nyingi sana pair itafanya itakuconsolidatea. Kwa sababu hichi kitu kinakuwa hakifai kutrade kwa wakati huo. Au unakuta jioni sana afu unakuta una trade au DJPY. Hii kitu kinakuwa sio sawa. Kwa sababu gani? Asian session ishapita, maana yake hizi pia zishafanya movement zake, zitakuwa zinakuconsolidatea, zitakuwa hazipo active. Sasa
kuna kitu kinaitwa pair diversification. Lazima ujue kudiversify hizi pair zako. Aidha unaweza ka trade AUD USD kwenye New York session. Inakuwa ni sababu gani? Hii pair itakuwa na effect kubwa sana kwa nani? Kwa huyu ambaye ni atakuwa sio active. Kwa utakuta mara nyingi sana effect zinatokea sababu ya dola. Unaona? Kama ni asubuhi sana unaweza ka trade hata NZD USD. Hii hapo unaweza ka trade kwenye Asian au ka trade kwenye New York, kwa sababu hapa kwenye New York kuna hii dola, lakini asubuhi kuna nini? Kuna NZD pia inakuwa inapokea effect za nini? Za NZD. So ni jinsi gani unaweza ukawa flexible kwenye hizi pairs, lakini pia unakuwa unaangalia kwa mfano kama unavyoamua kutrade zote ambazo ni active, hizo ka trade Euro USD hizi kwenye London session, kwenye New York session ni sahihi tu, lakini lazima pia uangalie kwamba kwa muda huo ipi ni strong, ipi ni weak. Lazima pia consider some other factors, tutaziongelea sana huko mbele. Sasa kitu kingine hapo cha kuongelea ni kuonyesha tu jinsi gani hizi session huwa zina behave sana. Maana yake nimekwambia kuna scenario utazikuta. Scenario ya kwanza utakuta kwamba hii hapa Asian itakuwa inakupa consolidation. Scenario ya kwanza itakupa consolidation, alafu ikifunguka hii hapa London, hii inakuja kukupa manipulation kwenye aidha kwenye London high, kwenye Asian high, ishakupa manipulation, alafu inafanyaje? Ina target hii Asian low. Then ikitoka hii hapa inakuja kufunguka nini? Hii New York. Na yenyewe ina reverse to the opposite side, kwenda kutarget high ya huko juu. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario nyingine utakuta Asian ina trend. No, scenario ya pili utakuta hii Asian ime consolidate, lakini hii New York pia ikifunguka, nani hii hapa London ikifunguka, na yenyewe pia inakupa high move sana, inakuwa tu ni some consolidation, afu hai take out any side. Mara nyingi sana hii ikija kutokea hapa, hii hapa New York inakuja kufanya manipulation, afu inaanza kumove to the opposite kuja kutarget hii high ya Asia. Hiyo scenario ya pili. Scenario ya tatu na ya mwisho utakuta hii hapa Asian inafanyaje? Ina trend, ina move sana. Unaona? Mara nyingi sana ikiwa ina move hivi, mara nyingi sana hii hapa London ikija kufunguka, huwa inakupa pullback. Maana yake ina take out huko chini, afu inakupa pullback huko ndani. Alafu ikija New York inakuja kufanya continuation ya hii trend ya nini? Ya Asian. Hasa hizi ni conference ambazo tu unaziongeza kutokana na kwamba pia unakuwa na stick na technical analysis yako, lakini pia unakuwa unazingatia some fundamentals. Maana yake wao tunasema kwamba unapokuwa unakuja kutrade sana New York session, maana yake wao tunasema kama inafunguka saa 10:30 au saa 10 kamili, kutokana pia na watu wanavyo. Maana yake hapa watu tuna forex market ambayo inafunga saa 10 kamili, lakini pia watu tuna stock market ambayo ni saa 10:30. Hasa hapo zikija kufunguka zote saa forex market na stock market sana ndio huwa zina increase volume, lakini pia hata kusema saa 10 ni sahihi. So niko nataka niongelee kitu gani? Niko nataka nikwambie kitu gani hapo? Mpaka nimechanganyikiwa hapo. Niko nataka nikwambie issue ya nilikuwa naongea nini kaka? au na umesahau? Unaona, niko nataka nisemee kitu kimoja kwamba nikumbuka nitakwambia. Ni cha kuhusu news. Maana yake tunasema kwamba news sana za kabla ya trade New York session lazima pia uzingatie hizi impact, hizi economic news ambazo zinatokeaga. Sana zinatoka saa 9:30 sana kwenye dola, saa 9:30. Kwa sababu hizi hapo zinatokea kabla New York session haijafungua. Hizi huwa sana zinakupa direction, kwa sababu unaangalia effect zake, na huwa zinatoa effect mapema sana. Na hichi kitu ndio kimetoa perspective mpaka watu wengi wanaamini kwamba New York session inafunguka saa ngapi? Saa 9 au saa 7 huko, lakini hizi tu ni news ambazo zinatoka mapema sana kwa ajili ya kutoa effect mapema. Kwa sababu ukiangalia hizi economic events utajua sana mambo ya, unaangalia kwanza
inflation rate, interest rate zinafanyaje, mambo ya Federal Reserve unaangalia wamesema kitu gani, then una anticipate nini direction yako ya New York session itakuwa vipi, with combination ya hizi scenario ambazo nimekuelekeza za Asian na London na nini na New York, unapata combination nzuri sana. Maana yake huwa tunasema kwamba hii hapa Asian sana sana huwa inatengeneza tu nini, huwa ina create tu zile liquidities kwa ajili ya kuja kuimpact hao jamaa waingie sokoni. Maana kuna na liquidity huko, kuna liquidity. Maana yake hapa hawa jamaa wanakuwa na uhuru wa kutake one side na kufanya na kudistribute kwenye other side. Maana kama hapa juu kuna selling orders, maana yake kama hapo kuna, maana yake kuna huwa sana sana kuna hii scenario nyingine nadhani tushaongelea sana, ile kwamba unakuta wanakuja kumanipulate hapa, wakisha manipulate hapa wanatoa stop loss, then kuna wale ma breakout trader wataanza kuona kama ni sehemu ya kubaya hapa, watabaya tuja kuwatoa tena, watadistribute huku chini hapa. Na hapa pia kuna nini, kuna ma breakout trader watakuja kutafuta sell hapa, pia watawatoa, watadistribute to the opposite side. Hii scenario nahisi nishakuelekeza sana. Kwa sababu hapo unakuta nini, hizi liquidity zinazokuwepo hapa zinasaidia sana sana hawa wenye massive orders za London na New York kuja kuingia sokoni kirahisi. That's the concept behind. Sasa utaniuliza kwamba kwa nini sa gold watu wengi wana trade na huwa ina move active muda wote? Kwa sababu nasema kwamba hapa gold huwa ni global currency. Unaona, global currency maana yake inakuwa traded na mataifa karibia yote. Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana muda wote inakuwa active, lakini pia inakuwa active sana muda wa nini? Muda wa New York session na London session. Sana sana hata hapa pia kwenye New York na London overlap. Nitakuonyesha mfano kwenye real charts jinsi gani tunaziset na nini. Kwa hiyo sasa kwenye kuchagua pairs lazima pesa uwe specific, lakini pia unapokuwa unachagua pair lazima uangalie issue ya correlation. Correlation pia nikutaka nitaongelea kwa kifupi, lakini hii ni issue kubwa nitakuja kuelekeza vizuri. Correlation tunasema ni zile unakuta pairs zina uhusiano either positive au negative correlation. Unapoongelea positive correlation maana zinakuwa na movement zinazoendana. Kwa mfano unapoongelea Euro USD na GBP USD, unaongelea ni correlation ambayo ni positive correlation kwa zaidi ya asilimia ngapi? Asilimia 90, si asilimia ngapi? Unapoongelea GBP JPY na pia unapoongelea Euro JPY zina positive correlation ya asilimia 90 pia. Sasa unapozingatia hivi vitu lazima pia uzingatie nini? Factors zingine. Lakini kuna pair ambazo zinakuwa na negative correlation, kwa mfano Euro USD na DXY. Unapoongelea Euro USD naongelea na DXY, maana yake nasemaga zinakuwa na negative correlation. Maana yake hapa ikiwa ina buy, hapa inakuwa ina sell. Kwa sababu kuna namna kuziconsider hizi kuziangalia pia ni kitu kingine ambacho nitakuja kuelekeza vizuri. Maana yake pia tunasema kwamba kwa mfano kama pia zinazo correlate, kwa mfano unapoongelea card JPY tuseme kama ina correlation na nini na Audi JPY. Maana yake hapo unakuta zinapokea effect ya JPY, ndio maana zinakuwa zina correlate. Sasa JPY ipo kwenye Asian session na huku pia kuna Asian session, lakini ukiangalia huyu yupo kwenye New York session card, lakini huyu yupo kwenye Asian. Kwa sababu utakuta kuna muda hizi zina diverge. Kwa sababu gani? Muda wa New York session utakuta hakuna effect za nini za JPY, kuna effect za card. Kwa unakuta huyu anakuwa anakataa kufanya correlation na huyu jamaa. Asicho ni kitu kingine nitakuja kukuelekeza. Kwa sababu lazima utakuwa unaangalia. Na pia unapokuwa una select pair za kutrade, sishauri sana utrade pair ambazo zinakuwa na correlation. Kama ukiona correlation basi chagua pair moja. Kwa mfano, utakuta mtu ana trade gold at the same time ana trade silver. GUSD ana trade silver. Mimi hapa nitakushauri uchague kimoja wapo. Kama ukiondoka na gold basi huyu mtupe. Kama unatrade GBP USD na Euro USD, mimi nitakushauri chukua kimoja. Nitakushauri umtupe GBP uchukue nini, umchukue Euro USD. Kama una trade GBP JPY na una trade pia nini Euro JPY, nitakushauri mtupe mmoja. Unaweza kaondoka na GBP JPY ukamtupa Euro. Kwa hiyo unaangalia wewe utakuwa vipi flexible. Kama una trade BTC USD na pia una trade Ethereum, USD na pia una trade BTC USD, nitakushauri mimi mtupe mmoja. Mtupe huyu Ethereum, chukua nini? Chukua BTC. Due to some factors, unaona? Kwa nini sasa hatu trade sana hizo ambazo zinafuatana? Kwa sababu gani?
Ukitrade hizi pair ukipata setup moja ambayo ipo wrong, maana kuna kuwa wrong kwenye nini, kwenye side zote mbili. Maana yake ni watu tunasema ni kama unaputi unaputi zote into, yani unaputi risk yote kwenye basket moja. Unaona maana kwamba yule USD misbehave ukiwa wrong, basi na kwenye GBP USD utakuwa wrong. Kwa sababu nashauri angalau take one correlating pair, lakini ile nyingine unatumia tu kama reference, si ndio? Nadhani nimeeleweka. So kwenye daily charts nitaonyesha kitu kimoja, jinsi gani ya kuziset. Utakuja hapa kwenye indicator session hapa, utaandika hapo, utaandika sessions. Ukiandika sessions zitatokea, ukiandika trading sessions zitatokea, ukiandika market sessions zitatokea. Kwa hiyo tukaandika hata trading sessions. Utachagua mojawapo hapa. Unaweza kuchukua hata hii ya technicals, utaona bebo imekaa tu fresh. Utai-click hapa. Nini kinatokea? Unaona, afu utakuja huko utai-customize hapa juu, uta-customize hapa. Maana yake utatoa hizi noise. Hasa hapo utaseti time zako kutokana na wewe kwamba Tokyo sana watu tunataka sometime ni Tokyo ambao ni Asian session. Utaweka mida yako mizuri hapa, utaangalia kutokana na time zone yako. London na pia nini, kuna hii hapa New York. Kwa sababu mimi nimeseti hapa kwamba hii hapa Asian itakuwa ni blue, hii kama gold fulani itakuwa ni nani, London, then hii green itakuwa ni New York session. So nitatoa pia haya majina haya kufanya chart kidogo iwe clean. Mbona nimetoa hapa hajatoka. Kuna hizi rangings just twice. Sinakuelekeza tu, sio case, uta customize mwenyewe, utajua unafanyaje. Zipo indicator nyingi sana za sessions, kwa utachagua tu. Sasa hapa nataka nikuelekeza kitu gani? Angalia sasa jinsi zinavyokuwa zina behave hizi sessions. Kwa mfano ukianzia kama huku, tuanzie tu hata kama hapa kwenye hii hapa Asian. Sasa na soko sio huo linaanza na Asian. Angalia hii hapa Asian ilivyofunguka hapa. Hii time frame ya hatua, twende kwenye wanyawali zionekane vizuri, uweze kuona vizuri. Unaona kwenye kesi ya hii hapa Asian, angalia hapa Asian hapa ilikuwa inatupa consolidation ikaisha. Hapa katikati kuna visession vidogo ambavyo havimati sana. Ilivyokuja kuisha hii, tukapata manipulation ya nini, ya hii high ya huku juu. Maana yake price ilikuja kutupa sweep huku juu, ikatupa sweep ya hii high hapa, ikatupa sweep. Baadaye market ikaanza kudistribute kuja kutarget hilo yake hapa chini. Maana yake London ilivyofunguka ikaenda kusweep huko juu, afu ikaanza baadaye New York ikaja katokea ikaanza kupush to the negative side. Maana yake watu tunasema ni New York reversal. Hii hapa inakuwa na London push, hapa ina reverse. Lakini sio siku zote ipo hivyo, lakini mostly huwa zipo hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa hawa jamaa huwa wana hunt sema hapo kuna liquidity nyingi. Maana yake kama London ilikuwa ina buy, tuna possibility kubwa sana kupata sell kwenye New York, kutarget zile orders za kubuy ambazo watu walikuwa wanafanya wanaingia sokoni. Hiyo ndio concept behind. Hata ile AMD zile pia huwa zina play out kwenye hizo sehemu. Siku ikaisha hivyo, tukaje tukapata tena nini, another Asian session. Tunaanza kwamba huko kuna high, lakini hapa chini kuna nini, kuna low. Ilivyofunga hii London ikaja kufanya manipulation ya nini, ya hii low ya Asian, alafu ikaanza kutarget high yake, ikaishia hapa, ikafunguka London na nini New York hapa. New York ikaanza kupush to the opposite side. Siku ikaisha, tukafungua tena nini, another Asian. Sasa hapa Asian ilikuwa ina trend. Nikwambia hichi kitu kama ina trend, ina possibility kubwa sana nini ya hii London kuja kujua into the movie ikaendeleza trend. Hapa Asian ilikuwa ina trend kuelekea juu,
na hapa tumeona kwamba Asian low haijakuwa taken out. Hii tumefunguka tu hapa, ilipofunga tu hapa New York na hii hapa London ikaendelea kufanya kuendeleza trend, ikateka out tu hii high, ikaendeleza trend. Baadaye ikafunguka New York ika push to the opposite side. Utakuja kuona sana movement kubwa zinatokea sana muda wa nini? Muda wa London sana na kwenye London na New York overlap. Maana yake tunasemaga London huwa ana provide liquidity zaidi ya asilimia ngapi? Zaidi ya asilimia 40. Sana hizi ni session nzuri sana kwenye trade. Tukaona siku ikaisha pale, tukapata tena another Asian session siku nyingine hapa. Ikaanza hapa, baadaye tukaona price ikatrend ku target hii high ya Asia, ikatolewa price ikaendeleza movement, ikafunguka New York ikadistribute to the opposite side. Mara nyingi sana zina behave. Kwa sababu hizi hapa zinakusaidia kitu gani? Zinakusaidia ku avoid zile fake out. Ku avoid fake out na nini, na kujua ni muda gani sahihi wa kuingia sokoni. Kwa sababu ukikaa nazo vizuri ukazi start, zitakusaidia sana kwenye ku avoid fake out na kujua ni muda gani kuingia sokoni na kujua kipi kimekuwa taken out niingie sehemu gani. Maana yake nikwambia pia kwenye muda wa reversals sana huwa tunazingatia zile sweep za daily highs na daily lows, weekly highs na weekly lows. Kwa sababu unavyoongeza pia hizi issue za sessions, unavyokuwa unaangalia kwamba Asian high imekuwa taken out, maana yake kama ipo kwenye setup yako kama ni Asian high imekuwa taken out kwenye setup ya kusell, na inakupa confidence nzuri zaidi kwenye kuingia kwenye trade yako. Unaona, kama nipo kwenye setup ya kubuy alafu nikaona Asian low imekuwa taken alafu nikapata confirmation, let's say kama mimi nakuja kubuy hapa, nikaja nikaona ime consolidate alafu nikaja nikaona kama imetolewa hapa Asian low alafu nimepata za shift hapa, inakuwa ni confidence nzuri kuja kubuy, kuja kutarget Asian high. Kwa sababu inakuwa zinakupa tu nguvu ya kupush price kwenye sehemu nzuri zaidi. Kwa sababu pia lazima uzingatie hizi how ni jinsi gani zina behave na nini, si ndio? Sasa hizi noise ukishazi set hizi utakuwa unazifuta tu, unaziweka. Maana yake session pia ukishaka nazo vizuri utakuwa huna haja ya kuja sana kuziweka na kuzimaki. Sasa mimi huwa napenda tu kutumia hii nani. Natumiaga tu hii, naangaliaga tu hapa Asian peke yake. Kuna hiyo ukiandika trading session hapa. Trading session kuna hii hapa big beruga hii. Hapo ina show tu only Asian session. Ninapenda tu kutumia kwa sababu napenda sana kuangalia liquidity ambazo huwa zinafuata sana za kwenye nini. Activate hizi alafu tazima New York, utaacha tu nini. Napenda sana kuangalia tu hapa Asian kwa sababu unaona kwamba huwa zinatargetiwa sana hizi Asian high na Asian lows. Huwa zinanipa tu some confidence ku avoid traps na nini. Lakini pia hapa itakuwa ni nzuri kama tukicombine pia na issue za liquidity sweep ambazo ni significant. Maana yake pia huwa kuna fake out nyingi sana. So na kuaga tunaangalia hizi Asian low, Asian high, lakini pia kama price inafanya continuation, huwa inakuja kureact kwenye katikati pale kwenye Asian session pale katikati, kama unavyoweza kuona hapa. Unaona kwa utakuwa unaangalia tu hizi afu nazitoa. Kama hapa tumeteka out Asian high, tuna target Asian low, tumeteka out Asian low, tunaanza kudistribute kuelekea juu. Hapa haikuwa taken out na nilikuwa nategemea nije ni take out hii high hapa ndipo nipate sales, lakini price haikunipa reaction nzuri. Nilikuwa nategemea kuja kupata sales hapa juu. Nilikuwa lazima nije ni sweep hapa juu kabisa, hapa ndipo nifanye ni distribute chini. Angalia hapa price moja kuteka out hii ndio ikafanya mazingira mengine. So hivi vitu vinakupa tu confidence, sio kama ni strategy, lakini vinakupa tu confidence sokoni na namna gani kuingia sokoni na nini, na kuwa flexible. Kwa hiyo ndio hivyo, nahisi kama tukinani nzuri, nitakupa pair ambazo naweza nikakuchambulia pair ambazo zitakuwa ni nzuri sana kwenye kutradia, ambazo hazitakusumbua, si ndio? Nitakuchagulia kutokana pia na session zetu tunazo trade. Sana mimi nakushauri trade tu London na nini na New York session. Hizi Asian achana nazo. Lakini kama unafanya scalping ya gold, lakini sio nzuri. Kwa hiyo ndio hivyo, tutachekiana jamani, nitamtumia video. Kasema pia nitamtumia, maana yake hapa jioni na kuna washikaji nitakuwa nao live. Kwa hiyo tutashata hii sehemu ile hajatulia sana mwanangu, kwa hiyo tutachekiana, tutajua namna gani.
Kwa fresh, haina noma kaka, pamoja sana. Utanitumia nani message, utanitumia message nani Telegram nikutumie pia. Basi poa.